Humble Sounds Music. Since we grew again. Oh na na na. Nakata siwezi kwenda bila uwepo wako. Nasema tena pasing'oki bila uguzo wako. Natoa wapi nguvu mimi ya kwenda peke yangu. Nani ataninua mimi nitapoanguka peke yangu. Nishike mkono, ongoza hatua zangu. Nimulikie Yawe, wewe taa yangu. Asubuhi uwe nami, mchana uwe nami, jioni uwe nami, Baba usiku uwe nami, Baba. Oh Yawe, uwe nami Yawe, 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 uwepo wako uwe nami. Yawe, 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 mkono wako uwe na mimi Baba. Right kabisa mpenzi msikilizaji, karibu tena kwa mara nyingine ndani ya Roger Radio, Roger TV msikilizaji. Na hivi leo msikilizaji niko na mgeni studioni. Sija atakuwa anasema vipi, tutakuwa tunamuuliza anafanya vipi kwenye kazi yake ya muziki msikilizaji wa kwangu. Kumbuka kwamba nasalia kuitwa mtoto wa nyumbani, presenter Chris the Show Master ndani ya Roger TV, Roger Radio. Dadangu mambo vipi? Mambo ni mazuri kabisa. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii tena. Safari ya kufika studioni imekuwa vipi? Mimi kwanza kabisa ningependa kusema asante kwa nafasi kama hii. Majina yangu yakiwa ni Cynthia Mwiru, nikiwa msanii wa nyimbo za Injili. Nimependa sana kufika mahali hapa siku ya leo. Cynthia Mwiru. Yes. Unatokea maeneo yapi? Mimi nimezaliwa katika Trans Nzoia County. Kule mji wa Kitale. Naam. Yes. Na labda tu kuna wimbo hapa ambao umeimba, sijui unaitwa vipi? Kuna wimbo wangu wa kwanza kabisa ambao niliufanya mwaka wa 2024 unaojiita Shama. Ni wimbo wangu wa kwanza kabisa ambao niliufanya. Na hii ni baada ya kuwa ndio nimekuwa mwimbaji katika tangu niwe mchanga mdogo, nimekuwa nikiwa katika uimbaji. Lakini pia nimefaulu kuandika nyimbo zangu kwa muda mrefu. Nimekuwa na nyimbo nyingi hasa kwenye kitabu changu. Na mara mingi tunaamini ya kwamba wakati wa Mungu ndio wakati ulio mzuri sana na bora. Because the Bible says in the book of Isaiah, inasema ya kwamba I the Lord will do the things beautiful at the right time. Hivyo basi ule mwaka wa 2024 akanisaidia baada ya safari iliyo ndefu sana. Akanisaidia nikafanya wimbo wangu wa kwanza kabisa unaojiita Shama, wa kumpa utukufu kwa mambo ambayo alikuwa amenifanyia, mambo mengi ajabu sana, kuniponya kwa magonjwa ambayo yalikuwa yamenisumbua kwa muda mrefu. Hata baada ya mimi kupitia katika operation ambayo ilikuwa na changamoto zaidi, na nikatoka nikiwa mzima. Pia nikapoteza sauti yangu, lakini Mungu akanisaidia sauti yangu ikarudi. Na hivyo nikaona ni nini nimpatie Mungu, sina cha kumlipa Mungu. Kama ni fedha hazitoshi, nikaamua kwamba wacha nimpe utukufu kwa wimbo. Wimbo wa Shama, umesema Shama? Shama. Shama inamaanisha nini? Shama ni jina ambalo nimemuita Yesu. Shama. Yes. Kwa faida ya msikilizaji, labda utuonyeshe sauti yako tuweze kukujua kama wewe ni msanii ama bado. Okay. Nitakupa wimbo wako hapa. Hapa tulipotoka ni wewe, hata sasa bado ni wewe. Ebeneza ni wewe, umbali huu ni wewe. Hata tulipotoka ni wewe, hata sasa bado ni wewe. Haijawa rahisi, milima mabonde nimepita, kongo yako na fimbo yako
imenifariji. Roho wako msaidizi ametusaidia sana. Immanueli, Mungu pamoja nasi. Mwonekano ni wewe, rani nayo ni wewe. Umeponya vidonda vyangu, niko huru ndani yako Bwana. Ni wewe, ubali ni wewe. Hata tulipotoka ni wewe, hata sasa bado ni wewe. Ebeneza ni wewe. Cynthia. Yes. Yenyewe ni msanii, sauti tamu unayo? Nashukuru Mungu. Sauti yenyewe, sauti ni tamu. Mistari yenyewe imekubalika. Yes. Na labda tu nikuulize, ni labda unapata wapi ile hamasa ya kuingia kwenye muziki wako? Yaani hamasa ni ile, tunasema kwamba ni nini na kufanya ujitume sana kwenye muziki? Yeah. Mimi nimekuwa nikimpenda Mungu sana. Nimekuwa nikipenda Mungu kwa sababu amenitendea mambo mengi zaidi ambayo hata siwezi nikahesabu. Yeah, na hii ikawa ni imekuwa nimependa kumtumikia zaidi ya swa, kwa sababu tangu nimekuwa tu mdogo amekuwa akijidhihirisha kwa viwango vikubwa sana kwa maisha yangu. Na hii ndio nikaona kwamba mimi sina kitu chochote cha kumlipa Mungu. Kama ni fedha haitoshi, na hata bado fedha zenyewe sina. Nikaona kwamba shukrani zangu tu nitatumia nyimbo. Nitatumia nyimbo aswa kumpa Mungu tukufu. Na hii ndio imenisukuma aswa kwa muziki. Nikasema kwamba wacha tu nimpe Mungu sifa kupitia muziki. Na natumaini ya kwamba Mungu atasifika dunia kote kupitia mimi, kupitia hii sauti yangu, kupitia njia ya muziki kumsifu Mungu. Yeah. Ungejieleza vipi kama msanii wewe kibinafsi? Mimi ningependa kusema ya kwamba safari ya uimbaji sio safari iliyo rahisi, lakini Mungu amekuwa ni kama nimejizi umesikia wimbo wangu ambao nimesema Ebeneza tu peke yake ametusaidia hadi tumefika umbali huu. Na mara mingi ya kwamba unapata ya kwamba Mungu hutusaidia na kupitia watu anatusaidia sana. Ningependa tu kusema kwamba kwa sababu kupitia watu Mungu anabariki watu. Wewe kama msikilizaji unayependezwa sana na hii sauti, unayesikia hii sauti, ninaomba tu uingie katika mtandao wa kijamii ambayo ni YouTube. Uingie na subscribe channel yangu, ucomment, ushare kwa watu wengi, ili kwamba tu kwa nia moja tu kwamba injili ya Mungu isonge mbele. Na pia kwa support yako pia kifedha kinini itasaidia pia, na kwa sababu huduma unahitaji fedha, unahitaji support yako kueneza injili. Umesema kwamba wimbo wako ni wa kwanza ni Shama. Yes. Rafa is on it. Rafa is on it. Redeemer is on it. You live in us and us in you. You live in us and us in you. Yeah. Umetutenda mengi, umetufanya upya. Asubuhi uko nasi, jioni uko nasi. Umefanya jambo jipya, umetutenda mengi, tumeona kwa macho. Unakaa ndani yetu, unaishi ndani yetu, tumeona ndani yetu. Unaishi ndani yetu, tumeona ukifanya, tumeona ukitenda. In the bottom of my heart, I put you, Lord, space in my heart. Kumbuka msikilizaji, anakwenda kwa jina presenter Chris the Sure Master. Na hivi leo msikilizaji wa Radio Roger TV, niko na mgeni studioni, anakwenda kwa jina Cynthia. Cynthia mwimbaji wa nyimbo za injili. Cynthia,
Wimbo huu unajiita Shama. Yes. Shama nimesikia kwamba ni kama unaimba lugha ya nyumbani ama mimi sijakosea ama nasema ukweli? Ni wimbo ambao nimechanganya Kiingereza na Kiswahili ambapo nilikuwa namuita Yesu majina yake mazuri, majina ambayo ni makubwa, ambapo nikasema kwamba Shama is your name. Shama ambayo ni jina ambayo nimetumia kumuita Yesu, Shama, Rabbi, Redeemer. Yes. Wimbo huu una maana gani? Wimbo huu niliona kwamba nimpe Yesu tukufu, nikimuita Yesu majina makubwa ambaye ametutenda mengi, ametufanya upya. Kwa sababu I remember wakati ambapo kama jinsi mmesikia kwamba Mungu alinitendea nilipokuwa mgonjwa, mwisho kuingia katika kiwango ambacho nikafanyiwa operation, ambapo sura yangu ilibadilika sana nikiwa katika hiyo hali ya ugonjwa kwa miaka 5, ambapo sura yangu ikabadilika kabisa. Singeweza kutamanika na mtu yeyote tena. Nikatengwa, nikafanywa nini, lakini Mungu akanisaidia. Nikaweza kufanyia operation, nikaweza kupona na nikaweza kutembea tena, ambapo sasa akanipa sura iliyo mpya, ambapo nikaonekana mwonekano mzuri sana. Watu wakaona, I can say that I'm now a living testimony. No wonder nikasema kwamba umetutenda jambo jipya, nikaonekana mpya, kila kitu amefanya mapya katika maisha yangu, muonekano wangu akaufanya mpya. Ndio maana nikasema kwamba umeifanya jambo jipya, umetutenda mengi, tumeona kwa macho ambayo tumeshuhudia, ambapo ni mengi zaidi ambayo siwezi sema, ambayo nimekuwa nikiona Mungu akitenda kwa maisha yangu. Pia wimbo huo tu ambapo mbele ukasema kwamba glory to the King. I took Jesus Christ as my King because kwa mambo makubwa ambayo amekuwa akitenda. So hivyo nikaamua kumpa utukufu tu, kusema kwamba glory hallelujah, glory to the King. Nikampa glory the most high. Nikisema tu apokee utukufu kwa mambo makubwa ambayo anazidi kutenda. Na labda tu ulifanyiwa operation mwaka upi? Hii imekuwa ni mwaka wa 2023 ambapo niliweza kufanyia operation. Hiyo ni baada ya miaka 5 nyuma nikiwa na ugonjwa ambapo nilikuwa na uvimbe kwenye shingo langu, na huo uvimbe ulinisumbua kwa muda mrefu, ambapo nilitumia fedha nyingi sana, mwisho kuchangiwa hadi na marafiki, lakini mwisho sikupata msaada wowote. Nikawa nimefika juu, ilikuwa ni miaka 5 sasa, miaka inasonga, nazidi kudhoofika. Wengi walidhani ya kwamba sitapona tena, wengi walikata tamaa, wazazi wangu walikata tamaa. Hadi wakati ambapo nikaona nimefika mwisho. Na vile kasema kwamba wakati ambapo unaona umefika mwisho, hapo ndo wakati ambapo Mungu anachukua nafasi, anaanza kazi katika maisha yako. Na kweli niliona Mungu akichukua nafasi mwaka wa 2023 kwa maisha yangu, ambapo nilikuwa nimefika mwisho. Hapo ndipo nikapata msaada nilikuwa nimetembea hospitali mingi zaidi nikitafuta msaada, lakini hapo Mungu akanisaidia, akanifungulia njia. Nikapata daktari mzuri sana katika hospitali ya Kiminini Cottage, akanisaidia. Hapo ndipo operation nikaenda through, nikafanyia operation ukawa successful. Hiyo ni 2023 mwezi wa 2, ambapo hiyo operation nikaenda through vizuri. Lakini kulingana na maelezo ya mamangu kwamba aliyekuwa karibu na mimi, aliniambia kwamba alikuwa amepoteza matumaini ya kwamba aliona nimekufa. Hakujua nitaamka tena, kwa sababu kuamka kwangu kulikuwa ni kwa neema. Lakini nikajua kwamba Mungu alikuwa na mpango na makusudio mazuri na mimi. Hivyo basi akanirejesha, nikaweza kuamka tena baada ya muda mrefu. Na hivyo baada ya kuamka tena, shetani ya kuchoka akanipokonya sauti. Niliamka kama sina sauti tena ya kuongea. Nikaanza kulia, nikamwambia Mungu, sasa nitafanya nini bila sauti? Nitakupa aje utukufu? Na hii imekuwa ni tamaa yangu sana, kwa sababu ya mambo umekuwa ukitenda. It has been my desire to serve you through song. Nikauliza nitaimba aje tena? Lakini katika ndoto Mungu alikuwa ananiletea maono, ananionyesha kwa ndoto kwamba ninaimba, napata kwamba naimba pahali, namtumikia pahali. Na nikawa hiyo ilikuwa inanipatia kila siku
hope ya kwamba nitaimba tena. Na kweli baada ya almost a year, baada ya miezi karibu miezi 8-9, sauti yangu ilianza kurudi pole pole, nikajipata naimba tena, nikajipata naongea tena. Hivyo ndivyo sasa baada ya sauti kutoka katika kiwango kikubwa kizuri, ndipo sasa nikaamua kumpa Mungu tukufu na wimbo ambao unajiita Shama. Nikarudi nikafanya Yawe ambao ni wimbo wa pili. Nikakuja tena nikafanya Jehovah has done it. This way nilikuwa na testify mambo ambayo amenitendea, amenitoa chini, amenipeleka viwango vingine. Nikafanya nyimbo kadhaa ambayo kuna nyingine inajiita Ebeneza, kuna nyingine inajiita kwamba ni neema tu Mungu nafasi nyingine ameniona. That song nilifurahia sana mambo ambayo Mungu ametenda. Nikasema kwamba Mungu nafasi nyingine kweli ameniona. Si kwamba nimetenda mema ama si kwamba mimi ni mzuri sana, ila ni kwa neema zake. Na labda tu unapata vipi mawazo ama hisia ya kuandika wimbo zako? Mimi namshukuru Mungu zaidi kwa sababu nyimbo zangu nimesema ya kwamba nilianza kuziandika nikiwa mdogo sana. Na imekuwa nyimbo zinakuja kwa ndoto. Mara mingi hasa Mungu amekuwa akinizungumzia kwa ndoto. Wimbo unakuja tu kwa ndoto na wimba. Unapata kwamba na wimba na kesho asubuhi napata niko na huo wimbo. Unaendelea kuimba kwa akili yangu, hivyo basi naandika chini kwa huo muda. Siwezi poteza muda kwa sababu huenda nikaondoka nikawa na shughuli mingi, so na uandika chini. Pia wakati mwingine ningekaa tu katika meditation yangu, ningekumbuka tu mambo ambayo nimepitia katika maisha. Kama kuna wimbo ambao nimefanya katika njia ya reggae ambao unajiita Keep Me True My Lord. It was a song that I made nikiwa so lonely sana. I was sick. Hapo sikuwa na mtu yote kwa karibu na mimi, nilikuwa nimetorokwa na watu wote. Nilikuwa na changamoto kifedha, nilikuwa na changamoto na mawazo mengi sana kimaisha. Na hivyo basi wimbo huu ukakuja tu kwa akili yangu, kwa mawazo yangu nikaimba. Sikuwa hata na mtu yote kunipigia simu kuniombea ama kufanya nini. Wimbo huo ukakuja Keep Me True My Lord, for there is a race that I must run. Because I was in the rest. Na labda ni changamoto zipi ambazo unakumbana nazo kwenye muziki? Changamoto ni mingi. Kwa safari ya mbinguni hakika tunasema kwamba ni msalaba. Lakini Mungu anakuwa mwaminifu kila siku. Changamoto ya kwanza tu, kwa sababu unapata nyimbo ziko nyingi, una nyimbo nyingi lakini fedha. Changamoto ya kwanza tu ni fedha. Unapata kwamba kufanya shooting inahitaji pesa. Ndio maana nimekwambia mpendo ya kwamba huduma unahitaji fedha. Changamoto nyingine ambayo unapitia kama msanii mchanga ni kusikizwa. Unapata kwamba kabla upate ile nafasi tu nzuri ya kusikizwa na watu, upewe ile support, unapata si rahisi. Ni njia kwamba unajieleza sana. Lakini unaambia tu Mungu asante, unaambia Mungu ya kwamba akafanye tu. Kwa wakati wake najua kwamba atafanya na injili itafikia wengi. Na labda tu nikukuuliza swali hivi, unafanya kazi na producer mgani na ni kwa nini? Mungu amekuwa mwaminifu, amenisaidia. Kule Nairobi, producer wangu amekuwa ni kule Nairobi, katika mtaa unaoitwa Mlolongo. Producer wangu anajiita Hambo G Sound. Anajiita Hambo, kijana mzuri sana. Ambaye anapenda sana Kiswahili ya sauti, adhani kwamba ni Mtanzania lakini ni Mkenya. Pia ni mwimbaji. Pia ameweza kunisaidia sana katika uimbaji wangu. Amekuwa producer mzuri sana katika uimbaji wangu. Na pia nyimbo zangu kadhaa pia nimeweza kufanya na KBC mashinani. KBC shukrani zangu sana ziwafikie pia mashinani ambao wameweza kulea vijana ambao wameweza kunifanyia wimbo wa Jehovah has done it na pia wimbo wa Defender ambao nilikuwa naongeleza vijana nikiwapa mausia yangu kwa vijana ambao ni majensi wafuate njia za Mungu na waweze kusimama katika njia za Mungu. Waje tusikie kibao chake Jehovah has done it. Tutakuwa tunarejea msikilizaji ndani ya jumba. Kumbuka siku zote nakwenda kwa jina Presenter Kreza, the sure master. Sio mashinani sije sindi mwiru come and see oh Jehovah God has done it oh. Celebrate hallelujah, what you waited for has come.
pass. Come and see, oh, Jehovah God has done it all. Celebrate, hallelujah, what we waited for has come to pass. This is my day of joy. This is my hour of joy. Jubilations, celebrations all over. Ay, 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 ay. He has done mighty deeds. This is my day of joy. This is my hour of joy. Jubilations, celebrations all over. Ay, 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 ay. He has done mighty deeds. He has done things around for my good. Oh, He has changed my name. Favor is my new name. From grace to grace, from nothing to something, from shame to fame. Msikilizaji, tena ndio tumeweza kurudi ndani la jumba. Kumbuka kwamba ni Roje TV, Roje Radio. Msikilizaji, siku zote nakwenda kwa jina Presenter Kreza, yani the show master. Msikilizaji wangu, Cynthia, ni nini ama unafanya nini kando na muziki? Yeah. Mimi hivi sasa tunavyozungumza, mimi ni mwanafunzi katika chuo cha Noi cha Sigalagala. Yeah, nimechukua nafasi ya kusomea utangazaji. Imekuwa ni tamaa yangu sana, na Mungu akanisaidia. Ndio imekuwa ya kwamba hata nikisema kwamba kweli Mungu ametenda, kwa sababu alinipa nafasi kama hii pia kuingia shuleni kutimiza ndoto zangu, na najua kwamba zitatimia. Pia kando na kusoma, Mungu amenisaidia, ninafanya tu biashara ndogo ndogo. Ninauza curtains. Nauza curtains za ukuta, za mlango, za dirisha. Na Mungu amekuwa mwaminifu, ingawa bado safari ina changamoto kidogo, lakini najua kwamba kwa wakati wake atafanya tu, biashara itanoga na itakuwa kubwa zaidi. Umesema kwamba unasomea taaluma ya wanahabari. Yes. Unaweza nionjesha kwa faida ya msikilizaji ama penzi mtazamaji wa Roje TV, Roje Radio? Labda tu sekunde 2, twende kazi. Ujambo mpenzi mtazamaji, karibu kwenye wakati huu ambapo unakaribisha kusikiza msanii aliyempenda wako kwenye channel yetu siku ya leo. Karibu sana, akiwa ni mwimbaji ambaye ni wa nyimbo za Injili ambaye anaitwa Cynthia Mwiru. Mengi utasikiza tu wakati unapokuja. Enyewe nimeweza kutambua kwamba wewe ni mwanahabari. Na labda tu nikikuuliza, nani anakupa nguvu ya kusukuma muziki mbele? Ama nani anakupa motisha ya kuweza kusukuma gurudumu la muziki mbele? Mimi nimekuwa na, I can say, role model. Naweza sema kwamba nimekuwa na tamaa sana ya kufanya nyimbo za Injili kwa let me say in truth and in spirit, kwa sababu kuna wasanii ambao wamekuwa kininspire sana, ambapo napata kwamba Masika amekuwa ni favorite wangu. Nimetamani sana, nimekuwa nikipenda nyimbo zake. Hivyo basi ni matamanio yangu sana na yeye ndiye amekuwa akinipa hiyo motisha ya kuweza kufanya nyimbo. Pia Garden Angel amekuwa pia, nimekuwa na tamaa sana ya kumfikia na kufanya nyimbo kusikika tena zaidi kama jinsi, na kumfikia pia imekuwa ni tamaa yangu pia tena sana. Na labda tu ungependa mashabiki wako wajifunze nini kutokana na nyimbo zako? Wapendwa, naweza sema kwamba kama msikilizaji wangu, nyimbo zangu nyingi zimekuwa ni kutestify yale mambo ambayo Mungu amekuwa akitenda. Na hakika ningependa kujulisha kwamba siku ya leo haijalishi ni muda gani hali yako uko ndani. Na haijalishi imechukua muda gani. Haijalishi ni challenge gani hii ambayo unapitia ambayo Mungu hawezi ifanya. Mungu anaweza fanya kila kitu kama jinsi alivyonitendea kwa wakati uliofaa. Pia atakufanyia wewe. Tena jambo jingine kwa watazamaji wangu ama wasikizaji wangu ni kwamba tumtegemee sana huyu Mungu. Njia zetu tuhakikishe kwamba ziko salama
kwake Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo tu mzidi kusikiza nyimbo zangu na pia muendelee kusikiza mengi ambayo yanakuja. Yeah. Msikilizaji, tukimalizia wacha tusikie kibao chake Cynthia Mweru kinajiita Defender. Cynthia Mweru Bwana Yesu kwangu ni defender, huduma zake never surrender, yeah. Ananijali ndio maana nampenda, akinituma kote mimi nitaenda. Biblia nayo ni kama upanga unaokata wale wanotangatanga. If you love him wewe utaishi longa, his love is better than stronger. Yesu atukuzwe, shetani afukuzwe, wasanii jukwaani, sio kuleta utani, utadhani uko poa, kumbe umeshapotea. Biblia ndiyo simu, ongea na Mungu wako, sijukelea machozi, ujionaye umesimama, chunga sana usijanguka. Heri tenda kuhukumu ila pia utahukumiwa, ole wako na eketi kwenye viti vya mizaha. Bwana Yesu kwangu ni defender, huduma zake never surrender. Ananijali ndio maana nampenda, akinituma kote mimi nitaenda. Biblia nayo ni kama upanga unaokata wale wanotangatanga. If you love him wewe utaishi longa, his love is better than stronger. Cynthia, yes. Kwa nini ulitoa kibao hiki kwa mfano wa reggae? Yeah, kwa mara nyingine pia mimi napenda reggae. Nimekuwa nikipenda reggae sana kwa sababu imekuwa ni nyimbo ambazo zina message. Yeah. Unapata kama kila reggae ambayo unasikiza unapata kwamba the message, the message. And because niliona kwamba niimbie vijana. Hapa nilikuwa naimbia vijana. Vijana wadogo ambao ni Gen Z. Kwa sababu niliona kwamba Gen Z wamepotea. Okay, siwezi sema kwamba ni wanakosea, lakini kwa njia nyingine maybe kujipigania haki zao, lakini upande mwingine unapata kwamba wanakuwa ni kama kupotea kidogo. Ambapo nikaona kwamba ni vizuri nikiimbia nikiongea na lugha ya Gen Z watanisikiza vizuri. Hivyo basi kwa sababu najua kwamba vijana wengi wanapenda pia reggae, nikasema wacha niwazungumzie kwa design ya reggae. Nikasema kwamba Defender, nikawita Defender. Ya ndo maana nikajua kwamba watapenda na watasikiza message. Kuna ngoma yoyote ambayo labda msikilizaji ama mpenzi mtazamaji wa Roger TV atakuwa anatarajia mtaa wote kuanzia sasa? Album yoyote, collab? Kuna wimbo ambao unakuja ambao nimeufanya tu peke yangu, nimeufanya peke yangu, uko jikoni unakuja, ambao unasema kwamba niende wapi mimi nijifiche uso wa Bwana. Mimi nimeipiga kidesign ya kibongo. Nasema kwamba kwa kuwa ameniona, amenipenda, amejibu maombi yangu ndipo sana sifu. Alafu sasa unapata kwamba unasema kwamba niende wapi mimi nijifiche uso wake. Akienda kulia tandamana naye, akisonga daima sitomwacha aende. Minaguza pindo lake ili nipate kupona. Kwa kuwa ameniona, amenipenda, amejibu maombi yangu ndipo sana sifu. Wow. Na labda tu ungependa kutoa ujumbe upi kwa wale wasanii ambao wanakuja kwenye game? Mimi ningependa ya kwamba kuambia wasanii ambao wanakuja ni kwamba ingawa kuna changamoto ndio, lakini mimi najua kwamba Mungu huwa anasawasawisha njia zetu, na unapata ya kwamba kila kitu tu kinaenda jinsi ambavyo umependa ama jinsi ambavyo Mungu amependa. Na tusiende kwa akili zetu tu kama wasanii. Tuwe tukimsikiza Mungu anasema nini. Mungu anaweza sema leo imba ni kwa ajili ya vijana, imba ni kwa ajili, unasikiza sauti yake Mungu, ambapo unafanya jinsi Mungu ambavyo amependa. Pia tuwe watu kama wasanii ambao wanakuja, tuwe watu wa kunyenyekea, tuwe watu wa kumtegemea Mungu zaidi, na pia itakuwa ya baraka zaidi. Presenter Chris the Show Master. Yes. Ni msanii anafanya secular music. Yes. Wewe ni Cynthia unafanya ngoma za Kristo, Kikristo. Yes. Tunaweza fanya ushirikiano wa ngoma kwa aina yoyote? Okay, mara nyingi nilimesoma Biblia nikaelewa kwamba
Naweza sema ya kwamba okay, kulingana na imani yangu mimi, kulingana na imani yangu, naweza sema ya kwamba siwezi jaji mtu, siwezi mhukumu mtu. Biblia ikasema kwamba tusije tukamhukumu mtu. Kwa hivyo wewe kufanya kwako wimbo wa secular, siwezi nikakuhukumu, niseme ya kwamba eti kwa sababu unafanya secular, hatuwezi tukatangamana. Tunaweza tangamana, lakini inategemea huu wimbo unasema nini. Because hata kwa kuungana na mimi na wewe, huenda ukakuwa ni njia moja ya wewe kupata nafasi ya kukuja kutoka kule kwenye secular kukuja kwenye gospel. So through that nisema collaboration inaweza kukuokoa pia kwa njia nyingine. Kwa sababu nasema kwamba tuwe our brothers keeper. So through that collaboration huenda nikakukomboa. Tukimalizia, mashabiki wanakupata vipi kwenye mitandao za kijamii, social media zote, alafu utume pale salamu kwa mashabiki wako? Okay, mimi unaweza nitafuta kwenye YouTube. Ukiingia kwenye YouTube channel yangu unapata Cynthia Mwiru, ambapo unaandika CYNTHY Cynthia, space Mwiru ni MWIRU Mwiru. Pia kwenye TikTok the same name ni Cynthia Mwiru. Pia ukiangalia kwenye Instagram Cynthia Mwiru. Kwenye Facebook unapata ya kwamba ni tofauti kidogo, ni Cynthia. Na sasa ningependa kutuma salamu zangu kwa wanafunzi wote. Angalia kwa kamera. Yes. Message yangu kwa wale ambao wananisikiza, ambao wamekuwa ni mafani wangu zaidi, ni wanafunzi wa chuo cha Sigalagala. Ni kwa CU yote na ujumla, kina Pastor Naomi, kina Pastor Wellington, pia kwa my classmates, kina Chrissy Aveza, kina Vini, kina Vicky, wote nawapenda, kina Chris, the journalist in the house, pia nawapenda sana, ambao ni kina Roji. Nawatakia baraka na Mungu akawabariki. Shukrani sana Cynthia kwa kufika studio zetu za Roje TV, Roje Radio. Labda tu nikimalizia, acha tusikize wimbo wako Defender, alafu nitakuwa namalizia. Studio mashinani na Cynthia Mwiru. Yani msikilizaji, nikikwambia kwamba nipo namalizia, yani niko namalizia. Ananijali ndio maana nampenda, akinituma kote mimi nitaenda. Biblia nayo ni kama upanga unaokata wale wanotangatanga. If you love me wewe utaishi longa, this love is better than stronger. Bwana Yesu atukuzwe, shetani atukuzwe. Msikilizaji, kufika pale sina la ziada, endelea kusikiliza mtambo wako wa Roje TV, Roje Radio. Nasalia kuita mtoto wa nyumbani, presenter Chris Shua Master. Sijanguka heri tena kuhukumu, ila pia utahukumiwa. Ole wako na eketi